Ladies and gentlemen, William Ruto ako kwa day 3 tour, lakini goons wake wameanza kulia. That is the worst part of it. Goons wanatoa onyo kwamba wasipolipwa pesa yao wanaenda kuharibu hizo mkutano, na wameanza kuharibu. Hivi karibu before William Ruto amalize hii tour yake ya Mount Kenya, goons wanaenda kuvandalize magari zake. Kwa sababu gani? Hawajalipwa. Wamepewa pesa deposit, hii ingine hawajapewa. So wana threaten kuharibu mkutano yake. Ukiangalia hizo mkutano za Ruto Mount Kenya, utaona kajama mwingine ama kikundi kingine inapiga vuvuzela. Ukienda Laikipia unawaona walikuwa hapo. Tukikuja Thika walikuwa hapo. Ukienda wapi wao wako tu. That tells you that wamelipwa ili wa influence ground, lakini ground imekataa. Watu wanaongea wazi, wanasema kwanza kwamba usitudanganye, eri ufanye ile kidogo yenye ulituahidi badala ya kuahidi ingine na ile umeahidi hajafanywa. Ladies and gentlemen, in this particular video, I'm going to specifically analyze why those goons are now threatening William Ruto tour in Mount Kenya. Before I start explaining, I'm requesting you to take 1 or 3 seconds and subscribe my channel. Without you people, this channel haingekuwa mahali iko saa hizi. Ladies and gentlemen, here are some of the reasons why goons wameamua sasa waharibu mkutano sasa ya Ruto. At first, those particular goons were mobilized to follow Ruto left and right. Wakae karibu, ambaye ukiona hizo mkutano ama hiyo crowd, utaona askari pia ni wengi sana. Kuna hadi goons wa askari wa civilian pia wako kwa crowd. So kamera ikichukuliwa ionekane watu ni wengi. Hiyo ni ya kwanza. Then au goons, kuna yule mtu alipea hiyo contract ya kumobilize au goons. Wakienda place zingine wasajulikana sasa hao wenye tunaona sio watu wa hapa. Meaning wanabebwa. So our goons wanasema hivi, logistics iko sawa. Wanabebwa na lori, wanamwagwa, wanafanya misoni yao, shughuli inaisha ya siku. Lakini pesa haitoshi. So William Ruto ameanza panic. Na kwa nini in 2025 William Ruto akiwa Nyeri kwa Rigathi Gachagua amepanga askari wengi kabisa as compared kitambo akiwa alikuwa anaenda tour Mount Kenya, alikuwa anaenda hata peke yake. You saw vile governor wa Nyeri aliongea, Mutahi Kahiga. Mulisikia vile alisema vizuri kabisa. Things are totally different in the ground. Aliambia William Ruto kwamba hakuna haja uahidi vitu tena hapa Nyeri. Instead, timiza zile ulituahidi kwanza before ufanye nini? Before uanze kuahidi tena. So, in my own view, Ruto kama angekuwa mtu mzima, angekuwa anafanya hizo ahadi ikifika kampeni ya 2027, of which yeye ameanza already, na ijasemwa na IBC kwamba siasa inafaa ianze. Yeye ameanza already. Angefanya hata kidogo ionekane kwamba akona nia ya kufanya kazi. I'm telling you again in this particular video, in case region nyingine ichagua tena William Ruto asinde uchaguzi 2027, it is going to be more worse. It is going to be more worse. Kwa sababu gani? Saa hii anajifanya tu, lakini amesaka sirika. So in his second term, kama hii ni term yake ya kwanza, ndio alitema almost everybody. Sembuse term yake ya pili, he will do anything, then ukiongea atakumute. Ukiongea atakumute because anamaliza term yake. So I'm requesting all region,
wakati unaenda kupiga kura 2027, usipige kura kama wajinga eti unachukia jamii fulani, sasa unapigia jamii fulani. Last time Wakikuyu walipigia William Ruto kura. Sio eti William Ruto alikuwa mtu mzuri, because hawako wanataka Raila, alikuwa project wa Uhuru Kenyatta. Please, ladies and gentlemen, don't make any attempt to repeat the same thing in 2027. Eti juu unachukia kabila fulani ama kiongozi fulani ambaye anatoka region fulani, so uwezi ukapigia yeye kura. Unapigia fulani kwa sababu umutaki ule. Hiyo ndio ikafanya watu wa Kenya wakachagua kiongozi mbaya. Ladies and gentlemen, with those few remarks, that one was just my opinion over William Ruto's tour in Mount Kenya region. Leo ni day 3 in Mount Kenya na mambo haiko vizuri. Ile yell yenye ilikuwa 2022 campaign ni tofauti sana. It's like upside down. Ni kama usiku na mchana. So Ruto anafaa jiulize, kwa nini hawa watu wameniondokea haraka hivi? Well, nikiwa na Uhuru Muigai Kenyatta, my own people from Rift Valley walichagua Uhuru Kenyatta mara mbili ikifuatana. Uhuru Kenyatta hakuonyesha madharau yoyote until 10 years. Kwa sababu gani? Uhuru Kenyatta angekuwa na nia mbaya, angetoa William Ruto mchana jua ikiwaka vile alitoa Rigathi Gachagua. Ladies and gentlemen, that was just my opinion. Thank you very much for watching my video, and let us meet in the next episode.